ni jambo takatifu ambalo tunaenda kuifanya katika siku hii ya leo. Kwa hiyo niwaombe wale wabatizwa, niwaondolee hofu na shaka yoyote kwamba unaenda kubatizwa mahali hapa. Kwa hiyo msiwe na shida yoyote, msiwe na pressure yoyote. Mtu anakuwa na pressure kwamba hivi pale si nitaenda kuangukia. Hakuna kuangukia. Kwa hiyo mtu atakushika mkono. Usalama wa mbatiza na wa mbatizaji anatakiwa angalie usalama wake. Kwa hiyo mimi niwaombe ndugu zangu wapendwa kwamba unapobatizwa unazika mambo mabaya, unaibuka na utu upya. Kwa maana kwamba unazika ya kale, yanapita ina maana yanaenda, lakini yanakuja mapya. Unapoibuka anza na upya, anza kazi ya Mungu upya, anza vizuri, usianze tena vibaya. Mara mtu amebatizwa tena tunamsikia leo 1 2 3. Hapana, hatutaki hivyo ndugu zanguni. Ukibatizwa shika neno la Mungu, ogopa dhambi. Ogopa kufanya dhambi kabisa. Dhambi ni mbaya. Uwe na hofu ya Mungu. Yaani kila siku tunafundisha haya. Kila siku tunafundisha, lakini tunambatiza mtu kesho anarudia mambo yale. Tunafanya kazi ambazo hasina maana yoyote. Ndio maana sisi tunambatiza mtu ni mzima, mwenye anajua kila kitu, mwenye anaelewa kila kitu. Ndio maana huyo atabatizwa mahali hapa, ajibu maswali yeye mwenyewe kwa uzima wake yeye mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndugu zangu wapendwa, nataka niwaombe kwa ajili ya hilo, zingatieni sana hilo, msitende dhambi. Acheni kuwafuata watu wengine. Hii ni dunia. Leo tuna hapa. Tena kiangazi tutafanya hapa. Siku nyingine tutafanya hapa. Lakini muogopeni Mungu. Ogopa dhambi. Tunakubatiza kesho tunasikia nasema kwamba fulani tena na fulani. Fulani tena na fulani. Hatutaki. Tunataka watu wamheshimu Mungu. Kupitia neno la Mungu, watu wamheshimu Mungu. Watu wawe na hofu na Mungu. Tusifanye vitu ambavyo havina utaratibu wowote. Mungu awabariki. Asante kwa sababu naendelea wengi tulizaliwa nao na wengi sasa wamefariki, wengine hawakujuia. Basi tukuruhusu uingie pale wakati anaingia kwenda kuangalia. Lakini kwa neema yako shamba umenipa uhai. Ubatizo